Thank you.
wa baraka, Yesu 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 wa baraka. Safari ni baba
Kimaanisha unakuja nyumbani pako, Bwana usinipite. Mwambie kwa sauti, mwambie Yesu. Jesus.
One day kutoka hapa kwenda, naona ile mlima hii hapa karibu, kutoka hapa kwenda hapo ni one day walking. Fungua hiyo siku kuitisha ya nini na niletea, umechanganyikiwa? Na wewe jamaa alikuwa karibu kukuba huko mpaka pale ni one day. Utateremuka upande mlima ingine, upande ushuke upande ingine, another one day. Sasa uende ingine, sasa ndio utafika siku ya tatu. Sasa siku ya tatu mtaamka saa 8 usiku ndio mupande ile mlima. Naona ile ya white pale juu hapo. Sasa ukiwa pale kupanda kutoka chini mpaka juu ni one day. Those are 4 days. Hello. Sasa mimi nataka mtu yote atakuwa pastor katika CFC. Qualification. Ndio wajue gharama ya ministry. Ndio kikuja kuvuja hii ministry, we understand the pain behind it. This is not an ordinary ministry. Hata mimi nikiwa hapo juu, kuna watu walikuwa na ngoja. Tulikuwa na watu wanaitangwa porters. Wale wanatubebea mizigo. Walikataa kupanda. Nikauliza ni nini? Wakaniambia wewe panda. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa na assignment nikapanda. Wawili, uzuri Mungu akaniconnect na Masai mmoja. It was his first day kupanda hiyo mlima, maana kule hamwendagi na mtu ambaye hajawahi kuenda. Nikupanda, nikamlima steep. Alafu kana uteresi mkubwa sana kwa sababu ni changarawe. Sasa unaweza kuenda, unateresa, uteremuke mpaka chini. Na kuteremuka mpaka chini ni mita 100. Kuharuruka bila kushikiliwa. Bwana asifiwe. Na tukapata, tulipopanda huko juu, Asese alikuwa amelemewa. Sasa kitu ya kwanza nilikuwa na wasiwasi na Asese, maana alianza kutumika kuzuia kazi ya Mungu isikamilike. Kifua kikafuka na nikaona mtoto wenyewe atakufa. Sasa kukufa haikuwa muhimu sana kwangu kwa sababu kukufa lazima atakufa. Ile kitu ilikuwa muhimu kwangu sana, nitakuja kuambia watu nilitoa mtoto wao kafara kwa nini. Kwa maana hiyo ingekuwa ni kafara. Aterato alile mmoja kwa sababu mimi singekufa, yeye ndiye angekufa. Sasa wangeuliza kwa nini wewe haukukufa? Sasa mtoto wenyewe nikaona amelemewa mpaka wale guide tulikuwa na wao akasema huyu arudishwe, huyu ato boy. Na yeye time atazima, na nikaona ndio hiyo ameanza kusima. Ukiona akilia hapa anajua ile kitu inafanya alie. Sasa mimi nikaona mtoto ameenda. Majibu maswali nikaanza kujiuliza. Huyo nake dirokite nake wake. Sasa nikafanya hesabu yangu, huduma, nikaona imeisha. Na mnakumbuka wale watu wanatupigaga wanasemaga maneno mingi. Na sasa walikuwa wameondoka kwa mambo ya usherati, sasa wangetafuta topiki mpya, maana ya usherati ilianguka. Wangetafuta nini? Topiki mpya. Na hii ikipatikana moradi mzuri sana. Mtoto wenyewe mimi Mungu akaniambia rudi nyuma, muwekelee tu mkono kwa kifua. Nilipomwekelea mkono, malaika wawili wakakuja. Wakasimama tu hapo. Na nikaambiwa nimuombe. Nikamuombea tu kwa kidani. Jamaa akaamuka, nikamwambia nitagulie. Alipiga mlima kama taribo.
alipiga mlima mpaka kufika pale mwisho. Sasa kisugumkuti ni nini? Kumbe ni kiguoya. Maana amefanya hesabu akaona hii maneno ya apostle, kumbe inakuwaga na mtu. I didn't know that inakuwaga na wafuasi ambao si wafuasi. Ni watu hawajawahi nielewa. Maana tulipofika pale aliniondokea. Sasa nikamuuliza ni kwa nini uliondokea kija apostle? Maundu mamwe no automato. Ndio. Sasa watu wale wote tulikuta hapo juu, maana kuna wazungu wamekuja kutoa madhabahu hapo na watu wa pasta wote wakakufia hapo. Hakuna mtu ana survive hapo. The latest casualty, kulikuwa na Biblia hapo ilikuwa imepelekwa na Kawira huyu wa hapa Meru, na wale watu waliwekelea hapo waligaragara, na yeye 2 months haikuisha kiti ikaenda. Sasa wale watu walikuwa hapo, tukakuta watu kadhaa wakasema, waliponiona tu hapo nilipochomoa tu mafuta, wote waliteremuka, na nikuteremuka na tuchuma kwa sababu ni kushikilia na tuchuma. Waliteremuka ni kama watu wanateremshwa na crane. Sasa ndio tulikuja kuelewa chini. Tulipowakuta chini, walikuwa nauliza hawa. Mama na mimi nilibaki nyuma kidogo. Walikuwa nauliza muthe wa nyule. Eho. Wakamuuliza kwa nini? Hale hatiri akakurutwa igongona. Mundu agashoka. Pale mtu aendagi kufanya mambo hiyo tumiona akifanya hapo na arudi, hawezi rudi. Sasa walikuwa huko chini, maana walipoona huyu jamaa tulikuwa tunaenda wiki jana na nimempenda sana. Na sense walipoona sense wakajua msee ni atigwa kule iguru. Sasa mpaka hawa ambao walikuwa natuongoza, nilipofika pale kuchomoa wote walihepa, nilibaki peke yangu. Mtaona tu video, tumetengeneza video mzuri. Nisa mimi nikainua madhabahu, nikaita Mungu, akashuka. Wazee 24 wale mnasikia kwa wazee 24 wakanizigira. Wakaniambia wakati ni sasa. Kumbe wakaniambia sasa ndio kufanya ile maneno nilikuambia. Kwa sababu kuna siku nilikutana na wao. Sasa ilikuwa mara ya pili walikuja hapo wote. Na wakanishikilia wakaniambia sasa hapa kuna madhabahu mnavuja. Unaona ile mlima? Ile inaitwa Nelion ile. Na sasa kuna ingine inaitwa ile ikupandi ile kale unaona kale kakupale. Ile ni refu sana, hapo ndio tulipanda. Sasa hiyo inaitwa Lenana. Ni Lenana? Lenana. Kuna Sedeyo. Sedeyo ni iko hapa. Na hiyo ingine inaitwa Batiani. Lenana ndio ni baba. Ndio sasa pale ukienda Lenana Road, pale Kenyatta amejenga. Ndio huyo mse. Uko Lenana. Anaitwa pale hiyo mlima inaitwa Lenana. Hiyo ingine inaitwa Batiani ni mtoto yake. Na hiyo ingine inaitwa Sedeyo ni mtoto yake. Sasa swali lilikuwa ni kwa nini mlima ifanywe ya familia moja? Hiyo ndio kisugumkuti. Tulipokuwa pale tukikuja, mimi nilikuja tu bila kujielewa. Nilikuja kujua mambo hii ya kupanda mlima tukiwa na nyuki, tukiwa na asense hapo. Tukaanza tukakalishwa chini, tukaambiwa gharama ya kupanda mpaka pale. Tukaambiwa ni 1200. Maana utaenda na pota ni yule ya kukubebea mizigo. Tuko watatu. Kila mtu abebewe mizigo. Kuna watu wa kukupikia chakula pale kwa maana uwezi kupanda kule ukiwa njaa, utawalipa. Na kuna yule atakuwa kiongozi wa kuwaongoza, utamlipa. Sasa ukifanya hiyo hesabu yote inakuja 180,000. Plus accommodation hapa na accommodation kwingine hapo. Na tena kurudi tena unalipa the same. Baka hapa. Hapa ndio mnawachiana, alafu mnaenda. Alafu sisi bado tulikuwa tunaenda kwingine, kuna mahali kunaitwa Tembo. Iko pande ya Chogoria huko. Sasa tukitoka tukaenda huko. Maana huko kuna Tembo. Sasa hapa tukiwa na sense nikamwambia maneno imeharibika. Kupanda mlima lazima tukue na 180. Kwenda kuangalia mfuko, kadi yangu ya ATM ilipotea.
Nikabia asese namna gani sasa hii tutafanya namna, tutoa wapi pesa na kadi sina. Na saa hiyo ni saa 10:05. Kwa hivyo Equity wamefuga. Nilienda mpaka mlango ya Equity. Nikapigia manager wa Nairobi, nikamwambia mwambie manager wa hapa niko hapa nje na sitoki. Wakaita security, hapa kuna jabasi. Nikawaambia hapana, haha dirauma. Pigia mpaka mkubwa yako mwambie huyu anaitwa Dora Waroige. Na kuna pesa yangu hapa kwa bagi yenu. Na mimi nataka, sitaki mingi, nataka tu 180. Wakafungua tu wakanitolea pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapata vijana, tukakuja, tukapanda. Sasa hawa vijana, wale vijana ambao walipatikana, mmoja akakosekana, kukafezekana, lazima mwingine atafutwe, hata kama ajui, atafutwe tu. Aliyepatikana ni Mumasai. I want just to show you how God works. Aliyepatikana ni nani? Ni Mumasai. Na huyo Masai akakuwa na courage, atapanda mpaka juu. Huyo sasa ndio tulitoboa na yeye. Why the Masai? Because nilikuja kugundua nani anauaga hawa watu. Hawa wanaendaga kufanya vitu zao pale. Ni nani? Ni Renana. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu lazima angetangarisha mtu yao akue wapi? Ndio asikie lugha yao. Wakijaribu kuinua, kwa sababu nilianguka mara 4 hapo kwa mlima kuteremuka, niligogwa mguu hapa. Nilislide. Wakakoja niende, nikasikia kuna mzee alikuja, mzee alikuwa na madefu, akanishikilia tu hapa. Nikasimama tena, nikaenda kidogo baada ya kufanya ibada. Sasa kumbe huyu Masai alikuwa muhimu. Na hii ndio nataka tustandi hapo sana. Tuelewe wale watu wanajifanyaga wajuaji, wasiojielewa vizuri. Lazima ningekuwa na mtu huyo hapo. Ndio wale wakimusikia wajue mtu yao wako wapi? Hapo. Hiyo ndio ilituokoa. Haleluya. Sasa ukienda kuvuja madhabahu, fikiriaga kwanza kabla ya kuvuja madhabahu. Mimi sikuwa najua, lakini Mungu alipanga kila kitu. We went with him. Maana kule hakuna mtu anaedaga kuvuja madhabahu ama kuinua anarudi. Anaagukaga, anagaragara 100 meters. Akifika chini anakuaga nyama zote zimetolewa, ni mifupa tu. Anakaa ni kama mtu alikuwa na dhoro. Unajua kudhoro? Ametolewa nyama, anabaki mifupa hapo chini. Na huko mtu hawazagi. Huko ni fridge. Baridi ile kule ni minus. Nilijaribu kuongea mdomo ikafanya nini? Ikakojeka, kama mtu ako na stroke. So the important of having that man ambaye tulienda na yeye, it was a God's plan. And whatever, when you are embarking on a mission, do a mission that has been sanctioned by God. I just want to train you because I'm training trainers. I hope you are going to understand this. Ati mahali tuko hapa ndio walikuwa wanaambia kina Sese, mungemwambia kuja wapi? Hapa, maana huyo msee atakufa any day, any time. Hawa kwa sababu walikuwa wamenitagulia, walikaa pale, mimi nilibaki kwa nyuma. Ukimaliza unaachaga watu wako waende mbele, wewe ubaki nyuma, uende ukikilia. Sasa hawa hawakujua nini, niliwaambia tagulieni, mimi nibaki nikikilia kila kitu. Kufika pasa papa, huyu kijana akaambiwa tena pale, mutheku. Akaambiwa ena goko thutha. Ucio ndego tofora. Totire tuona, hakujawahi kuonekana mtu ambaye aliwahi kupanda pale akainua ama akafanya kitu yote. Ati waliona nimetoa chupa ya mafuta, wakaona kifo. Sasa mpaka yule alikuwa ametuongoza pota akachomoka, akaenda kado. Asese akachomoka, kaenda kado. Masai akachomoka, kaenda kado. Tukawacho na kijana yangu, kwa sababu naye kijana alikuwa anataka kuhepa lakini akashindwa. Mimi ndio niko na kamera, nitahepa namna gani? Sasa kumbe ilikuwa ni mimi, sio sisi kuvuja hiyo madhabahu. Kwa hivyo madhabahu haivujagwi na sisi, inavujagwa na nani? Na mimi. Kwa hivyo you must be prepared. Hiyo safari ya kutoka hapa kuenda hivyo, kumbe mtu mwingine aliniambia ni kuenda ukijitakasa. Niko dhario. Niko ugekinya hale, ukifika pale you are clean. Tule tuvitakataka vyote mimi nilikuwa na watu wote, usharati yangu, maushetani yangu, maurogi yangu, yote ilifagiliwa pole 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 pole. By the time nifike pale, I was as clean as that white cloth. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo jambo ya pili, lazima ukue clean. Bwana Yesu. Kitu ya kwanza, identify where you are going. Kama ni mahali, if it is not God sanctioned, you are not going to make it, and most likely utamalizika. Hawa watu walikuwa hawaongei uongo, they were speaking the truth. Kule nobody comes from there. Hata wewe ukitaka kwenda jaribu na tuuchawi tule tu mnakuaga natuo, jaribu tu. Hata sio kwenda kufanya kitu, enda tu kutembea. Ukirudi tutakufanyia karamu. You need to be clean. Mwambie mwenzako kutoka sasa ni cleanness. The holiness. We must be sanctioned. We must be clean. We must be holy. For us to conquer this, I conquered that mountain. Not because mimi nafaa kuliko wale wengine, but there is a sacrifice. I had to pay the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. And I was happy also that you came, that we have come here also. Mmekuwa part of paying for this sacrifice. It was a horrific affair. A horrific. Sema horrific. Sijui kama mnajua Kisugu. A horrific affair. That hata mimi kuna mahali nilifika, nikaona I have to be different. Mtaona mahali nimeweka picha, alafu wakati niliona sasa ni kuenda na eda, nilikuwa karibu na Kamuto, nikapo ndege wakakuja, black ones, wote walikuwa 24. Wakakuja wakakaa karibu na mimi, nimewekea kwa picha kwa ile peji yetu. Mtaona wamenizingira hapo, wanarukaruka hapo, wengine wananitembelea huko, walikuwa naongea lugha nilikuwa nasikia. For the first time nikasikia lugha ya ndege. Na wakaniambia tuko na wewe na utafaulu. Kwa sababu kuna safari ilikuwa mzito. Siku ya 3 nilikuwa nimelemewa kabisa. Miguu ilikuwa imekataa kwenda. Najua sisi ni watu wa Serelak, watu wa nini huko chini, tunakulaga nini na chips. Mimi nimefika pale, I've conquered the mountain. Hamutanitisha. Hiyo ndio ilikuwa gumu kwangu. Wachana na hii mnanisemaka ati nimefanya nimeenda. Hiyo achana nayo. Kama wewe ni mtu unajua unajielewa pale unaona ile snow hapo. We need to conquer. We have conquered. On behalf of you and on behalf of God and on behalf of Kenya, tumekonka. Tumevuja ile madhabahu ilikuwa imeshika Kenya ikakuwa mateka. Kenya is free now. Tulikuwa tumekaliwa na spirit ya Wamasai pale. Tumewang'oa. Niliwang'oa kama meno. Kulikuwa spirit ya mtu anaitwa Makida. Makida aliua Bopotas 100 akawatoa sacrifice hapo mbele. 100 Musugu alikuwa anaitwa Makida. Bwana Yesu asifiwe sana. There it has been an altar of demonic plans and organizations. Wanakuja na jifu. Niliambiwa walikuwa nakuja, wengine wanakuja na jifu ya watu wamekufa. Pale walifanya hizo makafara. Ndio wamezuia anybody that is from God asifike kwa hiyo mlima. Nilimwambia Mount Kenya is a portal. Is a holy portal that rules the world. So that is why God had to return it to the paternity, to return it to the power that it deserves. Ndio niona nilienda baka wapi? Britain. Stonehenge. Walikuja wakachukua hiyo. Na ingine iko pale hapo panaitwa temple. Wakachukua huko ndio Queen Elizabeth amejenga nyumba yake. Na hizo maqueen hapo ndio wamekaaga. Kwenye altar. That is where they rule Kenya from. They rule the world from there. Inatawaliwa kutoka pale. So tukaenda hapo. Tukavuja hiyo madhabahu. Hii ingine hii ya kutawala dunia mzima tumevuja na tukaregesha ufalme hapa back. Now we have it. Wengine wakasema mambo mingi, but at the end of the day I knew mtu anaitwa Gideoni alikuwa ametengeneza 32,000 men to go and fight the Midianites. But God came and appeared to him. Akamwambia, this battle you shall fight it alone as a man. This is not a battle for men, people. Lakini he was preparing a battle. Alikuwa ametengeneza 32,000 men. Strong, watu powerful, ndio aende ashinde vita. Lakini God appeared to him. Akamuita, you man of valor. You are going to win this battle as a man. Yeye alikuwa anafikiria ataongoza watu. Kumbe he was to win a battle as a man. Oh, hallelujah. This battle, mwambie your neighbor, I'm going to win this battle as a woman or a man, wherever you are. Bwana Yesu asifiwe sana. God has appointed me this time to conquer every altar that rules.
God has chosen me this time to become that one who is gonna destroy all the forces of darkness. I didn't know when I was in Mungiki. I didn't know that when God was that time God was preparing me. I thought nilikuwa na furaha zangu, raha zangu, tulikuwa tunaongea Mungu wa Kirinyaga, lakini sikuwahi kufika kwa huyo Mungu wa Kirinyaga. Tuliongelea mambo ya Mungu wa hiyo mlima pale, lakini we never made an attempt ya kufika pale until when Jesus came. Akaniambia, this is the time you've been speaking of a God that you don't understand. You've been speaking of a God of a mountain that you don't understand. Hii si mountain ya Mungu ya Wagikuyu. It is a mountain that rules the world. This is a holy portal. Wow. Ndio tukakuja tukapata kube. Kuna Tigiti, kuna river Tigiti. Inaitwa Tigiti. Tigiti. Ndio nikakuja nikaipata hapa kwa Biblia. Inaitwa Tigris. Ndio sasa nilikuwa nafundisha watu, tukienda Mungu anaelekea kunivutia hapa. Biblia yote revolves around here. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia yote revolves around where? This mountain. Hii ndio mlima inaitwa Zayoni kama hamjui. Nikiwa kilima gya Thayo. Thayo ini. Kumbe walikuja wakakopi, ndio wamefuga ile mlima na wakaondoa Wakikuyu, wakaleta Wamasai. Ndio Wamasai wakwe nini? Wakwe host ya mlima. Inyo muga kilima kyanyu, no kilima kiandiketwo side hiyo. Kilima ni ya nani? Batiani. Kilima ni ya nani? Ni ya Lenana. Nyinyi mnasema Thai, ya Gaithai. Thai, ya Gaithai. Lakini unadhadhia nani na ni nani amekalia kiti pale? Ni Masai. That is how you were deprived. Na wale walifanya hivyo ni Wasugu, si wa Masai. Walijua how do we remove these people from their God. Wakaondoa tabia zako, wakaondoa mahubiri yako, wakaondoa kila kitu, kisha mlima wakaupatia. When you change the name of a place, you take control of that place. Ndio naona wa Masai ndio wameshika Samburu, ndio Nanyuki, ndio Nyahururu, ndio Nakuru, ndio Moro, ndio Nairobi, ndio mpaka kule kwa Wakaba kunaitwaje? Kagudo. Hiyo yote ni majina ya Kimasai. They have ruled. They have been controlling. Because at the top peak, pale juu, that is where the power is. They have taken it. Na ilikuwa well orchestrated na Wasugu. Wakaweka hapo, ndio to contain these people, never to go there. Gachagua anasema anapanda mlima, alipada. Akasema mlima isiguswe, siliguswa. Lazima we have to understand. Kule tuelewe ni kwa sababu gani lazima tungefanya hapo. Lazima tugienda hivyo. Ndio nikasoma kitabu kingine inaitwa kitabu ya Danieli. Chapter number 10. Daniel chapter number 10. Kuanzia hapo tuanze mstari wa kwanza. In the third year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel, who was named Belteshazzar, and the word was true, and it was great conflict, and he understood the word and had understanding of the vision. Danieli was revealed a vision. Mungu alimpatia ufunuo na kisha akamwambia ule katika ufunuo, and Daniel was able to understand. Alipata ule ufunuo na akajua na akaelewa ni nini. A great understanding. In verse number 2 inasema, in those days I, Daniel, was mourning for 3 weeks. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks. On the 24th day, sema 24th day. Leo ni siku ya gapi? On the 24th day of the first month. Tuko mwezi gani? As I was standing on the bank of the great river that is Tigris. That river ndio imeleta maji yake hapa. Imezunguka hivyo. Hii ukienda pale kwa ile hapo chini, hapo kuna mto. Ndio inateremuka, ina join, inabadilika, inaitwa river Nanyuki. Ndio river Tigris. Bwana Yesu asifiwe sana. I lifted up my eyes and looked, and behold, a man clothed in linen,
with a belt of fine gold from Uphaz around his waist. His body was like a belly, his face like an appearance of lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of burnished bronze, and the sound of his word like the sound of multitude. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision. Tukiwa pale kwa hiyo mlima, this description of this man came. Wakakuja wakanizigira na wakaniambia, you have come here to liberate. The reason umefika hapa ni kufungua watu wa Mungu. The reason umekuja hapa ni kufungua kanisa. The reason umekuja hapa ni kufungua taifa na dunia mzima. Then I saw this vision. I, Daniel, alone saw this vision, for the men who were with me did not see the vision. But the great trembling fell upon them, and they fled to hide themselves. Nimewambia Asesi alijitoroka. Alijificha asione tukikufa. It was death. Bwana Yesu asifiwe sana. So I left alone and I saw these things. Verse number 9. Then I heard the sound of his words, and I heard the sound of his words. I fell on my face in deep sleep with my face to the ground. And behold, verse number 10. A hand touched me, set me trembling on my hands and knees. And he said to me, Daniel, man greatly loved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for now I have been sent to you. And when he had spoken this word to me, as I stood up trembling, then he said to me, fear not, Daniel, for from this first day that you have set your heart to understand and humbled yourself before your God, your words have been heard. And I have come because of your words. The prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But I, Michael, one of the chief princes, came to help me. For I was left there with the king of Persia, and came to make me understand what is to happen to you, to your people, in the later days. For the vision is for days yet to come. Yani, wakati Danieli alikuwa katika hali yake ya maombi, kumbe kulikuwa na vita ingine inafanyika mahali kwingine. There was a battle that was ruling somewhere. People were fighting. Challenges were there. Daniel was praying. Na Biblia inasema he was heard the very first day. Wakati alianza maombi. That's the time that he was heard. But for the next 21 days, he struggled. There is somebody hapa modo bado ana struggle. Bado you are facing challenges. Kumbe you are answered long time ago. Until now, a messenger from heaven comes. Anasema, I heard your prayers. Your prayers were heard long time ago. Some of us here are crying. God has heard your prayers. You are no longer the same again. You are no longer the same captives again. Every one of you have been set free in the mighty name of Jesus Christ. Everyone properties has been set free. Every businesses have been set free. Everything that was stolen from you has been set free. Kumbe kule biguni vitu zenu zote ziliachiliwa kwa kitabo. Already you are a rich man. Already you are a preacher. Already you have a ministry. Already you have businesses. Already you are married. But there is a problem. They have been holding you. Hallelujah. Kile kitu chako ambacho kiliachiliwa. Kumbe hawa watu wamekishika. Mfalme wa Persia alikamata baraka zote za Danieli.
Danieli wakati anaendelea kuomba, kumbe vitu vilikuwa vimekamatwa. Bwana anasema tuendelee tu kuomba, atamtuma malaika. Wakati anaendelea kuomba, naye Michael akateremshwa, akakuja akamwambia Danieli, nakuja hapa maana nimetumwa kutoka mbinguni kukuambia ya kwamba chochote ambacho mfalme wa Persia alikuwa amekamata kimeachiliwa, na nimetumwa nikuje nikinasue kutoka kwa mfalme wa Persia nikuletee. Somebody say amen. Maana God has set us free. Ametubadilishia maisha yetu. Hatuko vile tutakuwa tena. Venye tulikuwa tukiambiwa sivyo tulivyo. In verse 14 inasema I was left there with the king of Persia and came to make you understand what is to happen to you people in later days, for the vision is for yet to come. That this that you have seen today, it was not meant for today. It is from now forever. The blessings of God will follow you now forever. What God said He's gonna bless you with, He will bless you. If it is business, He will bless you. If it is marriage, He will bless you. If it is ministry, He will bless you. If it is health, God will bless you. And it is not for today alone. It is forever. Sio kitu ambayo itakuwa ati imefika mwisho. You have come to the foot of the mountain Zion, where the blessings of God are all over, where we saw the glittering faces of God, and the angels walisimama pale, tukawaona walisimama wakatuambia, now it is no more. God has done it. Go and tell your people that God has done it. Mungu ametenda, Mungu amebadilisha, Mungu ameinua, na Mungu amelete mambo mengine mpya, that you are not going to struggle. And God has sent you as messengers. Mahali popote mutaenda, because God sent you as representatives. Wherever you will go, you will become ambassadors of heaven. The Spirit of God is upon you now. That you, wherever you go, you will set people captives. You will set grounds captives. Ambazo watu ambao wako captive wataachiliwa. Mkienda kwa mashamba iko captive itaachiliwa. Ukienda kwenye huduma ambazo zimeshikwa mateka zitaachiliwa. Your presence alone. You have been constituted to become an altar. Already now you are altars. Walking altars. Mahali utakanyagisha miguu yako, watu watabarikiwa. Chochote utagusa kwa mikono yako, kitabarikiwa. Jambo lolote utalisema kwa kinywa chako, kitakuwa prophetic. Ezekiel akaulizwa na Mungu, hii mifupa inaweza kufanyika hai tena? Akamwambia, wewe tu ndio unajua. Mimi Mungu aliniulizia pale, unaona kama Kenya itabadilika tena? Wewe ndio unajua. Akaniambia, nenda utagasie watu wa Kenya, the revival imeanza. Nilikuwa na kogoja ukuje ufanye hivyo, umefanya. Maana kuna watu waliofuga revival ilifugiwa pale. Utakuta kuna wazungu huko waliweka sanamu zao pale, kuna watu wa Israeli waliweka vitu zao pale, kuna watu wengi. Maana the Israelites wanakujaga every year to renew the covenant pale, to make sure that we don't realize ati nyinyi ndio Israeli, ku make sure ati msikuje kujua ati nyinyi ndio nyumba ya Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. You are the house of the Judah. You are the Levites. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the power of God that He gave us tuweze kujua. Lakini walikuja wakashika mahali tulitamania, ama mahali Mungu alisema this is my seat. Wakainua madhabahu. Wamechoma watu kutoka kule kwao. Wamechoma jifu wakaleta kwa hiyo mlima. In the mighty name of Jesus Christ. Tulifika hapo na tukaanoint. Na nikamwaga chubi. Mtu mwingine akaniambia, I believe you. Kwa sababu wachawi hawakubaliki kutumia chubi hapa. Wakitumia chubi hapa wanaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukarudi tukamwaga asali. Ila dimoshito. Hallelujah. And God was so precious. We saw God. And I saw Uzziah dying. Hallelujah. I saw Uzziah dying. The Uzziah that has been disturbing you. The Uzziah that has been against you. Uzziah aliyepigana na wewe. Uzziah aliyekuzuia. Uzziah aliyesimamisha madhabahu ya shetani amekufa. Mwambie mwenzako, I am free now. I am no longer the Uzziah. Uzziah aliyezuia baraka zangu amekufa. And the day Uzziah died, I saw God. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo lazima Uzia akufe. Niliona Sese akienda kukufa, nikasema Mungu, sasa wewe ni wewe, jidhihirisha hapa. Sese akaanza kupiga, nikasikia kubreathing yake ameanza. Sasa nikaona huyo ni kuenda naenda, nikamwangalia akienda, nikamshikilia kifua, nikamwambia Uzia, wewe Uzia, you have to die. This man has to see God. I want to prophesy to somebody. The Uzia that was in you has to die. Uzia lazima akufe ndio ufufuliwe, ndio muweze kumuona Mungu. Lazima Uzia akufe. Muue huyo Uzia, wacha na akufe. Mfalme wa Persia aliyekamata vitu ambavyo ni vyako na akaziachilie, Michael na akateremuke na akashike mizigo yako akupokezee. Siku ya 24 Mungu akateremuka katika maisha ya Danieli. Siku ndio hii, mwezi wa kwanza wa siku ya 24, Danieli chochote ambacho alikiona kikateremuka, na mizigo yake, baraka zake, and the vision he had seen became a reality. May the God of Daniel reveal himself to you. May the God of Daniel mwenye alisema na akasimama, hawezi kumgeukia Mungu yake, akasimama kidete. Wakamwambia watamuua, akasema niko tayari kukufa. Wakamwambia atamurusha ndani ya tundu la simba, wakamwambia I am ready than before. If it is to die for my God, I'm ready. If it to be destroyed for my God, I'm ready. I am going to counter and to conquer this mountain for the sake of my God. Danieli walipomweka kwenye tundu la simba, walimwacha akiwa peke yake kama anaenda kukufa, and they thought wakimwangusha kule ndani, the moment atakuwa ndani, simba watakuwa wamemura, wamemumaliza. I want to ask you a question. Kwa wale ambao mnajua historia ya Israeli, is there a lion in Israel? Those people who have traveled to Israel or wamesoma, is there a lion in Israel? There is no lion. Where could be that place? This is where they have the lions. Bwana Yesu asifiwe sana. We are in the right place. Ile mawe unaona pale, sio kama mmefika hapo Nikiti. That is where Queen Sheba alikuja wakakaa when they were bringing the Ark of the Covenant. Iko pale, the Ark of the Covenant. Hapo ndio wazee 24 mimi niliwaona mara ya pili. Je, tukiwa hapo niliwaona. Sasa hakuwaona, lakini mimi niliwaona. Walikuja ndio walinishikilia, wakaniambia hamtakufa. You have accomplished the mission. We've been waiting for you. We've been waiting for this precious moment because umetusaidia. I was happy to see that in this generation Mungu amenichagua niende huko. Wakati tulifika ile mlima kuteremuka hivyo, nikasikia nimevalishwa kofia dhobe, nikasikia kichwa yangu imevalishwa, nikasikia nimemwagiliwa mafuta. Nilikuwa na kanyaga barabara mlima, na kanyaga ni kama niko na spring. Nilikuwa na kanyaga mpaka hawa wakaniuliza koradhi yate potas ambao wanafaa kuniongoza, nilikuwa na waongoza. Wakaniambia usiende sana utapotea, maana pale unaweza kupotea, na ukipotea utapotea kabisa. Ukipotea huko utapotea, utakuja kutafuta na ndege. But I was moving like something that I could not understand, because I heard Uzia aliyekuwa ndani yangu amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a sacrifice you have to pay. Kuna magarama lazima tunalipa ndio tuweze kumuona Mungu. Ndio Uzia aliyo ndani yetu akufe. Ndio mzunguko ambao tumezungushwa miaka hiyo yote, tumefugwa. Wazee wetu wamekufa, wamefugwa kama wamefugwa. Wazee wameteseka, Mau walikufa, kumbe walifugiwa minyororo pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mzee mwingine Mwingereza akaenda hapo chini, akachukua watu 100 walikuwa naitwa Potters, wakachinjwa wote, wakauliwa, kukainuliwa dhabihu pale. Ndio wasababishe msikuje kujua hapa ndio Mungu yenu anakuaga. The seat, the Mount Zion, ati mlima ule wa Zayoni, mlima ambao ni wa furaha, mlima ambao ni wa kupata baraka. Kumbe this is wa Zion. Ndio mtu mwingine akaniambia fungua Biblia nikufundishe mambo ya Zayoni na kuaga mahali fulani. Tukafungua kitabu ya Matthew, tukaona kumbe walikuja
wana wa Israeli wakatolewa pale Sinai. Mungu akawatoa Sinai. Walipotolewa Sinai, walipanda juu ama waliteremka? Wale wamesoma Biblia, ne maikorokire kana ni kwambata? Ati ni kwambata? Ni guikoroka maikoroke, waliteremka. Waliteremka kutoka Sinai. Sinai iko wapi? Iko Egypt. Haiko Middle East. Sinai iko Egypt. Na sio Egypt pale kabisa, iko Sudan. Maana wakati huo Waarabu hawakukuwa kule. Sasa wana wa Israeli waliteremka, hawakupanda. The Bible says in the book of Ezekiel ya 48 inasema Mount Zion, it is south of Mediterranean Sea. Mediterranean Sea, wale wamesoma, wameangalia map, iko wapi? Bahari ya Kati iko wapi? Na Sudan. So Mount Zion iko chini ya wapi? Ya Mediterranean Sea. So where is south of Mediterranean Sea? Yeah? It is pande ya chini. Uteremke Ethiopia, uteremke Kenya, uteremke nani inaitwa Tanzania, Somalia, hizo zote ziko south of Sinai. Sinai iko chini ya Mediterranean. Kutoka hapo ukifika Sinai waliteremka, hawakupanda, waliteremka. Wakaenda kwenye mlima ulio na peaks nyingi. Nikaangalia Kilimanjaro haina peaks. Nikakuja nikaangalia hii, nikapata hizi peaks, nikamoja wacha hii, unaona ni mingi sana, there are so many peaks. Na hapo ndio kuna temple, ndio ilibidi nizunguke hapo. Nikaenda kwenye temple where inaitwa the temple of the Lord. Iko pale. Hiyo naweza kuambia mnaweza kuenda, sio bali sana, mpitie Achogoria, mpande hapo. That is where we have the temple of the Lord. So nikaangalia, kumbe Mount Zion is south of Sinai. Kwa hivyo ni nani waliteremka pande hii? Israelites. Ni wa nani? Who are here? Na wakaambiwa ndio walipatiwa, wakapatiwa kule chini ndio wanagad. Kule chini ndio wanachunga. Ukizunguka hivi utakuta huko ni na nyuki, uende Nyeri uzunguke huko, na kuna kabila 3 ambao walipatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebu, Wameru na Wakikuyu. Lakini there is another tribe ambayo that is in the Bible. Ni gani? Wamasai. The Maasais are the Levites. Hallelujah. Asio ni wathĩnjĩri na ikamba. They are the Levites. Nyinyi ni watu wanaitwa nini? Wa Juda. Hallelujah. Ndio wanaona walimchukua Renana wakamweka pale tondũ ni athĩnjĩri. Wakamchukua Sedeyo wakamweka pale maana ni kuhani. Wakamweka nani mwingine? Batiani. Maana hiyo familia ni familia ya ukuhani. So lazima wageinua jina la kikuhani wakamate mlima. Mnaona siri ya madhabahu? Na nyinyi hapa ni kulibae na kulinae na kulibakuka na kulisaika. Before you start recycling, understand what you are going against. Understand the battle that is ahead of you. Before you know the secret of this world. Mimi nilienda Moscow kwanza kuelewa hawa independent, maana mudharafa ya independent ilitoka Moscow. Ukiona Orthodox ya Moscow iko na hii mudharafa ya independent. Nilitaka kujua ni kwa nini walipatana wapi watu wa Moscow, Russia walipatana wapi na wazee wa Maumau ndio wawapatie madhabahu ya Moscow. That is where I came to understand. Wale waliinua madhabahu ya independent ni watu wa Russia. Independent ni kanisa ya Orthodox. Independent church. Hata ukiangalia mavazi ya deacon na archdeacon na hivyo wenye wanasemanga, ukiangalia setup ya independent yote ni Orthodox. Kumbe walichota moto kutoka Moscow. Ndio wakuje wapigane na Muingereza. Because they needed to raise an altar. Wale watu walikuwa napigana vita meta kwa Gikuyu Kalenga. Before the Maumau walikuwa naitwa Gikuyu Kalenga. Ndio walianzisha vita. Ndio walianzisha the struggle. Ndio walikuwa watu walikuwa naitwa Agogoni. Ndio walikuwa the Levites. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walipigana na Msugu akaendelea kuwakalia.
mpaka wakaona hatuwezi kutoboa hii vita, tunahitaji another power booster. Ndio walikutana na kanisa ya Orthodox, because walikuwa napigana na Muingereza ambaye ni international. I want you to understand this. Walikuwa napigana na Muingereza ambaye ni nani? Ni international. Maana walichokuwa wakipigana nao ni madhabahu international. Hauwezi kuinukia madhabahu international na wewe ni loko. Wewe ni villager. Wewe ni mtu wa kukula mihogo na gwashe. Hata ukilala ukiwa Canada tunajuaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ndio waka-invite the Orthodox people. Waka-change from Gikuyu Kalenga, ikakuja ikafanyika Independent Church of Africa. Kutoka hapo wakapata international power, international altar. Wakapigana na Muingereza wakafugusa. Na ndio nasikiaga wanakisema atiriria thingira wa githunguri kia Wairera ugakwo na urike. Higuo niguo muthungu akainuka. Thingira wa githunguri kia Wairera ni wa nani? Ni wa Kikuyu? Hapana, ni wa kanisa ya Independent Church. Wakati hiyo kanisa itajengwa, ni kumaanisha madhabahu ile ya Orthodox itasikua misimama. Kwa hivyo mtapigana na mtashinda huyu mtu. You are upgraded based on the kind of the person you are challenging. Ndio naonaga natakaga watu wa Canada wakue hapa, watu wamekanyagisha miguu Amerika wakue hapa, ndio waitusaidie kuinua. Presence yao hapa inatusaidia kuinua madhabahu, inakuwa international. Inakuwa madhabahu ya superpowers. Ndio liona I had to kukanyagisha miguu yangu Russia. Na nikaingia mpaka ndani, mpaka nikaguza mkono ya Putin. Nikajua madhabahu yangu imepanda. Nikatoka hapo nikaingia kwa Sharodhi. Sharodhi amejenga nyumba yake hapa. Hapo tumeambiwa hatuwezi kuingia, maana huyu kijana yake yako sahi. Huyu kijana yake mwenye wanataka kuwa king ako hapo. Amekuja kuchota moto. Popu mtakatifu. Anaitwa Popu Mama Maria. Popu mtakatifu alibebewa bagi yake hapa. Huyu leo. Hawa vijana naona wamebeba mabagi hapa wakipanda. Alipada hapa. Unaona hawa wanapanda? Alipada hapa. Hiyo njia tulipanda, akapada, akaenda mpaka kwa ile mlima. Hapo penye nilikanyagisha hapo. Walibeba akiwa tourist. Hakuambia yeye ni pope na hakuambia anakuja kuchota moto aende akuwe pope. Alikuja kama tourist, kamzungu kutoka Amerika. The secret of understanding the power in this mountain. They understand. Wanajua sisi hatujui. Na huko ni kwa na what you are preaching is what you don't know. The kind of the Bible you are reading that you don't know. Walibadilisha mpaka Biblia. Walibadilisha kila kitu. Wakachange mlima, wakaiweka mavitu zingine. Wakalete majivu ya watu waliokufa, wakaweka mahali pale. But God is faithful. After days of praying, God has brought this salvation. Mungu ametupatia ufunuo. Danieli tu alikuwa naomba blindly. Hakuwa anajua kama uliko kakeneka lekereirio. Hakuwa anajua. Sasa hapa kuna mtu wako hapa. Kumbe huduma yako ilianzishwa kitambo. Lakini kung'ang'ana na kulinae ndio imekufuga. Kuna mtu hapa biashara yako iliachiliwa kitambo. Lakini kwa sababu hutaki kutoka kwenye comfort zone, you are still suffering. But somebody is driving your car somewhere. Somebody is owning your business somewhere. Somebody is owning your ministry somewhere. You have your ministry somewhere. But you are still struggling. Ni kwa sababu wewe uelewi. Ilibidi Michael akuje aambie Danieli, nimekuja kukuambia ya kwamba vitu zako ziliachiliwa kitabu. Kama uliko gakune karekereirio. Na mudire warehete ni malaika etagwo atia? Gabriel ndiye alipatiwa mzigo. Lakini kule biguni akiteremuka hivi malaika wa shetani wakajua through Persia, wakamkamata. Kuna mtu vitu zake zimekamatiwa hapa. Ziko hapa. Unahitaji maombi ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji the vision ya Danieli. Unahitaji God to reveal it to you today that everything that God gave you, it is already within your vicinity. You are not a poor person. You are not supposed to suffer. You are not supposed to be single. You are not supposed to be struggling.
because God has done it. It is only you are not understanding. The presence of God is with you. It is only you are not understanding that Michael is already here. Kuna sua mzigo yako akulete. God has done it. Mwambie mwenzako na Kisugu tu, hata kama hujui Kisugu, mwambie God has done it. Alafu muulize nimekuambia aje. Mwambie kutafsiria ni nini hiyo umesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie kutafsiria na lugha tu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the mighty thing of God has done in our lives. That when God has chosen you as a vessel to come and change the direction of the people, to come and change the direction as he chose Moses, akamchukua Moses na Musa. Wakati ukisoma kitabu inaitwa Jasha, mwende mnunue hizo vitabu, ziko ama mdownload sasa, ziko usome kitabu inaitwa Jasha. Jasha inasema Musa alipelekwa training karibu na mlima wa Zion, karibu kwa mto wa Tigris. Kwa hivyo Musa alifanywa training wapi? Ndio aende alibareti watu. Alifanywa hapa, akaambiwa thiogere andũ anyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati alikuja hapa, fungua hiyo mtapata hiyo kitabu inaitwa ya Jasha. So when Moses was trained, alifundishwa hapa na Roho Mtakatifu. Wewe hata hapa, wewe uko hapa, you've come here to be trained. Umekuja hapa kufundishwa. Haukuja tu hapa kutembea mlima. Hapana. Usifike hii mlima na utoke venye ulikuwa. Usifike hii mlima na utoke na jaha zako. Usitoke hii mlima na uendelee kusema hulikataka kalikataka kolikoko. Hapana. Change even the way you speak. Change the way you dress. Change the way you live with people. Change the way you do business. Change the way you do ministry. Change the direction of your life. This ministry is not a personal ministry. It is a ministry that is run by a team, by the Holy Spirit. Ukitoka ati huyu atoke, huyu aende, ndio ubaki peke yako, utangolewa kama meno. Utangolewa. Si mumeona watu wakingolewa hapa? Si mumewaona? Walikuwa napiga watu. Walikuwa nasema mimi sitaki huyu kwa hii ministry, sitaki huyu kwa hii ministry, sitaki huyu kwa hii ministry. Wao ndio walienda. Na mimi naona kuna kichugi bado iko haijamaliza kasi. Ukasikia kuna mtu anaanza kujihebelia peke yake hivi, kujihebelia. Maana God is a God of unity. God is a God of love. God is a God of caring. Hata kwako kwenye familia, hata kwako kwenye biashara unafanya, make it a work that is done by everybody. Make it all of us. Don't be an individualistic. Don't be that person who is selfish kwenye hii ministry. Abia mwenzako, selfishness imeondoka. Na mwenye atairudisha, you'll see the first casualties. Mwezi haitaisha. Mwezi haitafanya nini? Haitaisha. Because we have been elevated from, hivyo unaona nimepanda pale, I did not come back the same man I went there. Nilikuja na anointing nyingine. Kwa hivyo iko na moto. Hallelujah. Ni anointing iko na moto. Watu walitarajia nitakufa, but I did not. Hallelujah. Kwa hivyo mwambie mwenzako, haha ni hako imenyerera leo. Ukisikia, ukiona hautaweza kufanya kama timu wake hapa. Kama nini? If you are not going to be a team called a team worker. A team what? A team worker. Maana Mungu aliniambia, tell my people I want them as a team. Hello? Tell my people I want them as a, not as an individual. Sasa ole wako. Igigekate. Igigekate toko muyogo. Kukogede mutigire. Mwake hinyu ri. Tutigo gioka. Ukiuga mwiri ucoke ki? Neni jikeragia uguo tugakiuga go kahora kahora. Uguo thagacoka gakiona andu ni magika ati. Ni undu wate. Kwa hivyo hiyo ikue hivyo na ijulikane hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So when Moses was trained na akafundishwa, he went and led a multitude of people. Alienda akaenda mlima Sinai, akaambiwa mahali hapo umesimama ni patakatifu. Toa viatu. Alipotoa viatu, Mungu akamtokelezea. For us to receive the greatness of God, ni kutoa viatu. For us to change, to move to the next level, lazima tutoe viatu.
For us to be successful, lazima tutoe viatu. Kutoa viatu ni nini? Ni kubadilisha tabia zetu. Kutoa viatu ni nini? Ni kubadilisha venye tunaongea. Kutoa viatu ni nini? Ni kukaa katika mapenzi ya Mungu. Kutoa viatu ni nini? It will remain into the presence of God. To desire to love God. To desire to walk with God. To desire to be vessels of God. Bwana Yesu asifiwe sana. To desire to be the children of God. Hiyo ndio kutoa viatu. Kutoa viatu ni kutoa hiyo chuki na kuaga ndani yako. Kutoa viatu ni kutoa hiyo individualistic kind of life. Hiyo ya kujipenda ubinafsi ndio kutoa viatu. Kutoka leo lazima tutoe viatu. Hiyo chuki unakuaga nayo ati kuna mtu hamwezi kufanya naye kazi na mko kwenye huduma moja. Kutoa hiyo kiatu. Mwambie mwenzako kutoa hiyo kiatu. It will be never again be a one person. One man guitar ameondoka. Mwambie mwenzako one man guitar ameenda. One man guitar has to die. This is not a ministry of one man guitar. That is sio mimi niliabiriwa pale. Ate kile kigiragia muthie. Kile kigiragia muthereme. Wena nyoka cikarite nawe. Na ciendaga kuria nyeki cieika. Niliambiwa kuna watu na niliambiwa ni nyoka. Ati kazi yao ni kupiga wale wengine. Kazi yao ni kuzuia. Kazi yao ni kusema ni mimi. Na kama si mimi hakuna mtu mwingine atakuja. Ole wangu. Kama hata biashara kwenye biashara mnafanyaga na mtu mwingine. Enda embrace unity. Katika familia yenu, nyumbani kwenu. If you have war na familia, brother yako hamuogeagi, sister yako hamuogeagi, go back. For you to be successful from today, enda msikilizane na wao. That is what the Bible says. Na hivyo nimebatiwa maathani marĩa ndĩraheirwo. Mũcoke mũciĩ, mũthiĩ mũiguithanie na andũ anyu. Nigetha Ngai amũhũthĩre. Bwana Yesu asifiwe sana. God cannot use vessels that is full of deceit. Wengine ni manyoka. Ati Mungu alikuwa anambia wengine ni manyoka kama puff adder. Yaani kile kitu wanarusha hivi. Wanarusha sumu. Hata kama kwenu kuna mtu amsikilizanagi. Na ni yeye alikukosea. Edo mwambie pole. Na mwambie I'm sorry. Kama hujui Kiswahili pole ni nini, Kizungu inaitwa sorry. Wewe mwambie nini? For God to start a move with you, lazima uvue kiatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii imekuwa gumu. For God to start any move in your life, for God to bless that business you are working with somebody, for God to bless that business of yours, you have to clear watu wote ambao wamekukosea. Ndio wamefanya nini? Wamekukosea. Call them, waambie I'm very sorry. Na ni wao wamekukosea. I know it is very painful. Sawara. Very painful. Sasa una imagine kwa jiatia nianzie wapi na niwaje kile. You have to do it. Otherwise you are not going to make it. It is a condition. It is a must. Hello. Hiyo wanyakanwa fio. Ati leo nie. For you to make any move, for you to be successful, for you to succeed in ministry, for you to succeed in family, for you to succeed in business, for you to succeed at work, for you to succeed. Kuna watu wengi umekanyaga na wengine wamekukanyaga. Eda uambie sorry. Hata kuna compromise hapa. Ni mimi niliambiwa na mzee huyu ako hapa juu. Na akaniambia ministry hii ndio ikue. Kuna manyoka wengi nitatoa. Kwa sababu wao ndio chanzo ya vita. Hawapendani hata kidogo. Ni masegenyo, mkuliano. Na for these people, Kenya to be successful, aliniambia nenda uambie watu wangu. Nyinyi sasa, maana nyinyi ndio mtawekwa moto ya kuhubiri forgiveness, ya kuhubiri maridhiano, ya kuhubiri upendo, love and forgiveness. Because this nation is a great nation that rules the world. But we don't understand so that we have the greatest portal that everybody admires. Wazungu wangepatiwa nafasi kidogo tu, muhamisho wale wako Uingereza, wahamisho waletwe hapa, nyinyi muende huko, wangetoa hata pesa, hata magari na ndege, mbuyeko huko wao wakuje hapa. Because they understand the secret.
The people in America, they understand the secret. Unaona tumtourist ati ni tourist tunaenda. No, they are going there for pilgrimage. Naitwa pilgrimage. 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 Nyinyi ndio mlisoma. They don't come for tourism. Hawakuji hapa kwa sababu ni matourist. Wanakuja hapa wako na reason. They have come here to worship. At least one encounter in life. One encounter. Afike pale in life. Ama akanyagishe miguu hapa tuko. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what they are desiring. How can they be able kungoa nyinyi wapelekwe kule, wawajengee barabara, wawajengee train, wawajengee ndege za free, kila kitu, muondoke hapa. That is their desire. That is their prayer. That is why unasikia Trump is all over Kenya, Trump is all over Uganda, Trump is all over Tanzania. They would rather be closer hapa karibu na hii madhabahu. Wa Ethiopia, they come there to give their sacrifices there. The Israelites, they come there to give. Waisraeli wale wa huko, maana ni wakora, wanakujaga kutoa sacrifice ya kuwafuga muendelee kuwa mmefugwa. Ndio msikuje kujielewa. Na imetoka tuana tuagai. And they come, they claim, wanabebea mizigo na hawa watu wetu. Na wanamekishwa ni Wakikuyu wanawabebea mizigo. Unaona Mkikuyu ndio anabeba mizigo. Anabeba mzigo mlito. Si anaishi na utakawera mlitoma. Sio hapa togo. Naenda pale anakaa pale anapumzika. Anaenda napika chakula kule. Unaenda ukipika mpaka chakula kwa barabara. It is not just a simple task. They come from far. Na wanasema hawataki kubebwa na gari kutoka kwa gate. Wanakujaga mguu. Because of possessing. Wanaenda wakipossess. Sasa nyinyi hapa naona mmevaa viatu kwa sababu nyinyi ni watu very special. Wale wanakifika mahali pasafi, pahali wanajua ni patakatifu, they remove their shoes. Hata kuoga hawaogagi, wanataka kuogea kwao. Wasiwache kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Understanding that God has given us an opportunity to be history writers. This is the time. Ati kuna miaka tutasomwa. Wasema kama tunasomaga Musa, vile tunasomaga Jacobo, vile tunasomaga Joshua, watakuja kusema siku moja. Kuna watu walikuwa mahali hapa na Mungu aliwatumia. Kuna watu walikuwa mahali hapa na Mungu aliwabadilishia maisha yao. Na wao ndio walitumika, dunia ikabadilika. Hao ndio walitumika, dunia ikaelewa. Hii ndio mlima Zayoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mimi nyinyi ni Geriga. Hata kama siwezi kufika pale, at least nimefika kwenye holy ground. This is a holy ground. Wale watu walikuwa na mafarao. Farao to become a farao. Walikuwa wanateremkia hapa. Kutoka Marilale, kutoka huko wanateremuka, wanakuja hapa, wanapanda hapa, wanakaa hapa. Sasa hapa ndio kulikuwaga watu wote wa kawaida. Makuhani ndio walikuwa wanapanda mpaka juu. The high priest ndio walikuwa wanapanda. Watu wengine wote, making wote walikuwa nakaa hapa. Area hii yote ndio walikuwa nakaa. Na hiyo ndio kiti huyo mama alikuwa nakaa pale. Sasa unarudi unaambiwa ati Biblia inakwambia mambo ya Israeli, inakwambia mambo ya UK, inakwambia mambo ya wazungu, inakwambia mambo ya watu wengine. Jesus was black. He was not a white man. Moses was black. He was not a white man. Bwana Yesu asifiwe sana. All the characters of the Bible, they were not white. Walikuwa watu black. Yaani nataka kuniambia Yesu amesaliwa, akaletwa Egypt. Na Egypt ilikuwa Masudi. Wa Sudanese na Wanubi, Waturukana, watu wa black tititi kama Magdalene. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mulete kamusugu mkaje mkafiche kwa watu black tititi. Does it make sense to you? It doesn't make sense at all. Walikuja kumficha kwa watu weusi maana alikuwa mweusi. No, hithe kuhinga kegere. Uthio hithe ati kindu kia white ukihithe indo-ini cia black. No. It does not make sense. Ndio huyu mjamaa mbebea msalaba alikuwa anaitwa nani? Silan. Ni anaitwa Silan. Simon wa Mukarino. Mukurethe. Etako Simon wa Mukurethe. Mukurene. Alikuwa ametoka nchi gani? He came from Niger. He was black.
ndio wakutane na mtu mweusi. Wa black ndio ambebea msalaba. Alikuwa mweusi alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ametoka wapi? These are the questions that we need to ask. This is the time that we need to rewrite the story. Lazima tujiulize. Simon Mukurene alitoka wapi ndio abebea Yesu msalaba? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Musa amoe mwanamke kutoka Kushi. Walikutana Msugu, walikutana wapi na mwanamke kutoka Kushi? Walikutania jigani? Fransa ama UK? Maana si Musa alikuwa na mwanamke mweusi. Walitoka wapi? Walipatana wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Masha manairie kuna mtumia muhiro. This is a simple question that we need to ask. And we are asking here, tuko hapa from the place of authority. From the grounds of the authority. That this has to change. Whatever that the lie that has been told of us about these churches, zimetufuga miaka mingi. Uzuri Mungu amenitumia, nimepanda pale, nimefugua. Kihoke mwenejo horete. Nilienda Moscow nikafugua. Nikaenda Stonehenge nikafugua. Nikaenda Paris nikafugua. Sasa niko hapa. Kifuguo tumepata. We will teach this gospel. Tutafundisha dunia mzima. Lazima waelewe. This is the cradle of mankind. Biblia katika kitabu, si ni Genesis, nitakumbuka tu ni Genesis. Inasema Mount Zion iko katikati ya wapi? Ya dunia. Haleluya. Iko wapi? Katikati ya dunia. Mlima huo uko katikati ya dunia. Katikati ya dunia iko wapi? Ikweta iko wapi? Ndio hii hapa. Tukiria. Niona mudhogo kidara kia mudhogo gekeme kisensi ya. Total lies. They changed your story so that they can fix you. Walibadilisha story yako. Wewe mwenyewe, you are the one recognized in the Bible, not them. Na ndio wakutawale miaka yote hiyo, wakufanye mtumwa, wakufanye mateka, wakutese, wakufanye wewe ni nyani. Tuitako monkey. Black monkeys. Our cousins forever. Hapo wakakuja wakatuambia sasa, kwa sababu sisi mkia ilikatika, sisi tulitoka monkey tukakuwa homo sapien, homo erectus, homo hocoros, homo quandaras, homo shekaras, tukakuja sasa. Nashangaa mbona kitu kingine hajafanyika. Niki utari washe jamaa gete kumali ago inaogo hiana. Mbona hujabadilika? Kama ulikuwa nyani, mbona hatujabadilika tukue gari ama tukue kitu kingine? Na bado nyani bado ni nyani. Tumbili bado ni tumbili, chimbase bado ni chimbase. Tunageta kusaidia neke. We were supposed to transit. Sasa alituambia maana akili aliona tumeanza kugutuka, tabia ati akili ndio inaanza kuevolve. Ati akili ndio ina evolve. No. They took your blessings. Hizo vitu zote unaona wanafanya kule, we are supposed to be doing them. The first people to have been educated walikuwa Kushi. Kushi ni sisi ambao tulikuwa na masomo. First university ni sisi tulianzisha. Lakini they developed it, wakachukua. Once they changed their identity, nikikubadilishia identity yako, ninachukua nyota yako naenda kuitumia. Alafu nakuja na kuuzia. Ni adora makamaga ng'ombe na makamederia. Makamera umete Dubai. Na sasa wakakuweka kwenye, wakafunga nyota yako. Ukienda pale mahali panaitwa Makida, ukienda pale hapo utapata the Star of David. Iko hapo. David alikuja kuweka star yake hapo aje. There is a Star of David. Iko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikuje tu ulikuja mlima kuja kusema Bwana Yesu asifiwe. Hapana, we came to learn. We came to change our lives. We came to change, to rewrite the story. That this thing that is in the Bible, it is not what it is. The Bible belongs to our history. Ni history yetu, but changed. Ndio kwa maana walitoa vitabu 17. Biblia ya Ethiopia ndio inatupatia story mzuri. Walitoa vitabu 17. Zote zinafaa kuwa 100.
ambazo zilikuwa zinasema historia ya hapa vizuri, inaandika vizuri kuhusu hii mlima, inaandika vizuri venye mafarao walikwenda kuja. Haungefanyika farao no nginya ungiambatire kirima ini kiria niguo ugire ira. Wale wanaelewa ira niki, lazima ukipanda pale ndio ufanyike farao kwao. Na ndio kwa maana tumekuja hapa kukati hiyo link. Hizi vitu ni zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi vitu ni nini? Ndio tumekuja kukati hiyo link. Hata Kasongo hapa hata tuongoza tena, tumekata hiyo link. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo madhabahu wanatumia ya Illuminati na Freemason, hiyo tumekata. Hiyo connection tumekata. And from there here we decree and declare this is a holy nation. Devil worshiping will never exercise here. Hawataabudu shetani hapa Kenya. Shetani hataabudiwa. Madhabahu ya Freemason, madhabahu ya Illuminati, madhabahu ya makanisa, madhabahu ya Orthodox na Catholic hapa haitafanya kazi tena. God will prevail. Mungu wa biguni, Mungu mwenye ameleta hizi mawigu. Jana hakukuwa mawigu hata kidogo. Tukienda mpaka siku tulienda it was dry. Nikawaambia kesho kutakuwa na mawigu. Because our God is great. Huyu Mungu mwenye aliumba hii milima yote. Maumau wakati wa Gikuyu Kalenga walileta hawa watu wa Orthodox hapa. Simu tulikuwa na wale wazee. Waliwaleta wapi? Waliletwa hapa. Hapa tumekaa. Hapa ndio transaction ya kuleta independence ilifanywa hapa. Madhabahu waliinulia wapi? Hapa. Naye ule mzee mwingine anaitwa nani? Wale wawili walikuja, wale wawili. Meta kwate. Mnaweza kukumbuka? Anaitwa nani? Keheko? Angalia sasa. Moka goko wetana moka goko kwera atentrathire kirima. No, you need to get everything. Hao wazee ni Mungu aliwaleta. Leta kwa Keheko na Wahinya. Wahinya niwe wena muthegi wa Musa nginya umuthi uyu. Nginya umuthi uyu ule muthegi wa Musa ndiako nayo. Oh. Niwe ukagotohe icio. Ndihianaga itoi. Bwana asifiwe sana. Na hawa wazee wanatuletea hizo manto. There are steps. Ndio kwenda ukivuja madhabahu, kuna step after step. Sio kukimbilia tu kuruka. Lazima tuende pole pole. Tuna Mungu na usikilize Mungu anakuambiaje, enda Murang'a, unaenda Murang'a. Ukifika Murang'a unamuuliza Mungu, ukwenda atia? Thie Nyahururu, unaenda Nyahururu. Ukienda nakwambia enda Kisumu, unaenda Kisumu. Nakwambia enda Amerika, na lazima akwambie unaenda kufanya nini. Musa alimwambia Mungu, siendi. Ndigothie. Wako tutiratwarana nawe. Na ujire ndirathi kumera weu. Yes, alimwambia, mimi siendi. Ndigothie. Mimi hata sikujui. Maana si alimuuliza swali, wewe ninaenda kuambia wewe ni nani? Sinikumaanisha mimi sikujui. From today, katika madhabahu ambao mimi naongoza, nisiwahi kusikia, if you have no authority from me, don't ever dare tunaenda kufanyia mtu madhabahu. Hiyo ni madhabahu ya Kora na nani? Na dunia itapasuka. So we have to organize ourselves and become an army. When you become an army, tunakuwa nini? A chain of command. It is one command. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu command twingine, ukiambia mtu fanya hivi, unasikia ameenda amefanya hivi, ukiambia mtu fanya hivi. No, Moses had a team. Na wakati walikosea Mungu, alirudi kwa Mungu na akawaambia wamenikasirisha, naye Mungu anakasirika, dunia inapasuka, wanamezwa, na Mungu anaendelea kukula ugali yake, na ni kama hakuna kitu imefanyika. So for us to be successful in this battle, we must be one. Uniform. With all line moja. Tisto line tuwili. Order ni mimi natoa. Hallelujah. Na nikitoa order, hiyo ni amri ifuatwe. If you want to walk with me, but I am not denying you to go away. Hello, sijakufuka na nimekufugulia hapa kwa hiki waja hapa. Kama hautatii venye Mungu amesema tufanye, kumaanisha unataka kuletea Mungu yangu aibu. Nimekufugua. Ndakuhorera ha. Amutaki kuongea hiyo? Ndakuhorera ha. Kama hautatii nikitoa order ukose uanze kufanya vitu zako, kutoka leo mimi siko na wewe. Hata kama wewe ndio unanipatiaga milioni, kwenda ukakule milioni yako.
mwathani agocwo.